Hujambo, ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya. Karibu katika makala yetu ya leo. Katika kipindi chetu cha leo, tunaangalia istilahi za kishairi. Tunapoongea kuhusu istilahi za kishairi, tunazungumza kuhusu maneno ama misamiati ambayo tunafaa kutumia tunapochambua mashairi. Ni ile misamiati ya kishairi ambayo tunapaswa kutumia katika uchambuzi wetu wa mashairi. Kwa mfano, mshororo. Mshororo tunajua kwamba ni mstari mmoja katika ubeti. Ndio ni mstari, lakini ninapochambua mashairi sifai kuongea kuhusu mstari. Badala yake nafaa kurejelea ule mstari kama mshororo. Hizi ni baadhi ya istilahi za kishairi. Mshororo. Mshororo ni mstari mmoja wa kifungu cha maneno katika shairi. Mstari mmoja wa kifungu cha maneno katika shairi. Kwa mfano, tuna hili shairi hapa, shairi wanyama wetu, na kuna vifungu vingi vya maneno. Mfano, tuna hiki kifungu. Hiki kifungu kina mistari kadhaa. Mstari mmoja katika hiki kifungu ndio unaitwa mshororo. Kwa mfano, kuna huu mstari, tuwatengee ardhi ya kutosha. Huu sasa ni mshororo. Tuna huu pia, tusiifanye faradhi kuwalisha. Huu pia ni mfano mwingine wa mshororo. Ubeti. Ubeti ni kifungu cha mishororo kadhaa katika shairi. Kifungu cha mishororo kadhaa katika shairi. Tumeweza kujua mshororo ni nini. Sasa mishororo kadhaa inaunda ubeti. Kwa mfano, tuna hii mishororo, mshororo moja, miwili, mitatu, minne. Hii mishororo hapa imeunda ubeti. Hii mingine hapa ikaunda ubeti mwingine, na hii mingine hapa ikaweza kuunda ubeti mwingine. Istilahi nyingine ni mizani. Mizani ni idadi ya silabi katika kila mshororo. Unachagua mshororo, unatenganisha silabi katika huo mshororo. Idadi yake unaweza kupata mizani. Kwa mfano, tuna huu mshororo hapa, mshororo wa kwanza wa hili shairi, wajibu wanyama wetu tuwalinde. Hebu tutenganishe silabi hapa. Wa, ji, bu, wa, nya, ma, we, tu, wa, li, nde. Hiyo ndio mizani. Mizani ni ngapi katika huo mshororo? 12. Mizani hapo ni 12. Tuna huu mshororo mwingine hapa ambao ni kiishio katika ubeti wa pili, ndio mshororo wa mwisho katika ubeti wa pili. Tujali yao maisha. Tutenganishe kwa pamoja. Tu, ja, li, ya, o, ma, i, sha. Mizani 8. Huo mshororo una mizani 8. Tuna vina. Vina ni silabi kama ilivyokuwa kwa mizani, lakini tofauti na mizani, mizani ilikuwa ni kila silabi. Vina ni silabi ya mwisho katika kila kipande cha mshororo. Sio silabi zote hapa. Silabi ya mwisho katika kipande. Kwa mfano, tuna huu ubeti wa kwanza, mshororo wa pili. Mshororo huu, katupa muumba wetu tuwapende. Una vipande viwili. Kipande cha kwanza kinaishia hapa. Hapa kwa wetu. Silabi ya mwisho hapo katika hicho kipande ni tu. Kwa hivyo utasema hapo vina hapo ni tu. Tuwapende. Vina vya mwisho katika hicho kipande kingine ni nde. Hiyo silabi ya mwisho nde. Tuwapende, hiyo ni mizani, lakini ile silabi ya mwisho ni nde. Twende katika ubeti wa mwisho wa hili shairi, shairi wanyama wetu. Ubeti huu ndio ubeti wa mwisho. Unaweza kutambua vina vya kati, kipande vile vya kipande cha kwanza.
Na vina hapo ni li. Mshororo wa kwanza, pili, ikaisha kwa hiyo li. Hiyo silabi ya mwisho hapo ni li. Mifugo huwa dhalili, samahani. Mifugo huwa dhalili, inaisha kwa li. Majosho pia vivuli, pia inaisha kwa li. Kwa hivyo hapo utasema vina ni li, na hivyo ni vina vya kati, viko kati ya mshororo. Vina vya mwisho unaweza kutambua? Naam, vina vya mwisho ni nge. Tuwakinge, ikaisha kwa silabi nge. Na tujenge, nge. Na sengenge, nge. Tuwatenge, nge. Vina vya mwisho vikawa ni nge. Kwa hivyo kumbuka, vina ni silabi ya mwisho katika kila kipande cha mshororo. Istilahi nyingine ni kipande, ama vikiwa vingi ni vipande. Vipande ni visehemu katika mshororo. Visehemu katika mshororo. Kama hii mishororo yetu tumeweza kuona kwamba katika hili shairi mishororo ya kwanza mitatu ina vipande viwili, lakini mshororo wa mwisho wa kila ubeti una kipande kimoja. Na hivi visehemu huwa vinagawanywa kwa alama ya kituo. Unapata alama ya kituo, unaweza kutambua hicho kipande kimefika hapo na kipande kingine kikaendelea. Vipande ni visehemu katika mshororo vilivyogawanywa kwa kituo. Kwa mfano, ubeti wa kwanza, mishororo ya kwanza miwili, hiki mpaka hapa ni kipande kimoja, nacho hiki ni kipande kingine. Ubeti wa pili vivyo hivyo, hiki mpaka hapa kwenda hivi ni kipande kimoja, alafu kisha kipande kingine kikaendelea. Kibwagizo. Kibwagizo ni istilahi nyingine ya kishairi. Kibwagizo pia huitwa mkarara. Na kibwagizo ni mshororo unaorudiwa katika kila ubeti. Unaweza kupatikana mwanzo, katikati au mwisho wa ubeti, lakini mara mingi kibwagizo hupatikana mwishoni mwa kila ubeti. Mara mingi huwa ni ule mshororo wa mwisho wa kila ubeti. Mfano, turudi kwa shairi letu, shairi Wanyama Witu. Tazama hili shairi, kunao mshororo ambao umerudiwa. Ubeti wa kwanza kunao, wa pili na watatu vile vile hakuna. Basi hili shairi halina kibwagizo. Hili shairi Wanyama Witu halina mshororo ambao umerudiwa katika kila ubeti. Lakini na mfano mwingine wa shairi hapa, hebu tambua kibwagizo, tambua kibwagizo katika hili shairi. Shairi ni chumvi. Tambua kibwagizo. Naam, hapa tuna kibwagizo. Katika kila ubeti mshororo wa mwisho unarudiwa. Mshororo wa mwisho unafanana kuanzia ubeti wa kwanza, wa pili, wa tatu na hata wa nne. Takwimu zinaonyesha chumvi kitu maridhia. Basi kile ni kibwagizo. Ule mshororo ni kibwagizo kwa sababu unarudiwa. Kila ubeti una huo mshororo kwamba takwimu zinaonyesha chumvi kitu maridhia. Kiishio. Kiishio pia huitwa kimalizio. Na kiishio au kimalizio ni mshororo wa mwisho katika kila ubeti. Ni mshororo wa mwisho katika ubeti katika shairi. Kwa mfano, turudi kwa shairi letu, shairi Wanyama Witu. Ubeti wa kwanza mshororo wa mwisho ni kiharamu, naam, kiharamu tusiwinde. Basi mshororo ni kiishio ama ni kimalizio. Tuna ubeti wa pili, mshororo wa mwisho ni tujali yao maisha. Kwa hivyo tujali yao maisha ndio kimalizio, ndio kiishio katika huo ubeti. Ubeti wa tatu, kiishio ama kimalizio ni naam, na majanga tuwatenge. Istilahi zingine zinahusiana na mishororo. Na natumai unakumbuka tulisema mshororo ni nini? Tulisema ni mstari. Mshororo ni mstari mmoja wa kifungu cha maneno katika ubeti wa shairi. Istilahi hizi zingine zinahusiana na mishororo. Nazo ni mwanzo, mloto,
na mleo. Mwanzo, mloto na mleo. Sijui wewe unafikiri hizo istilahi zina maana gani? Istilahi hizo zinahusiana na mpangilio wa mishororo katika ubeti. Mwanzo ni mshororo wa kwanza katika ubeti. Mloto ni mshororo wa pili katika ubeti, nao mleo ni mshororo wa tatu katika ubeti. Turudi kwa shairi letu, shairi Wanyama Wetu. Mshororo wa kwanza ni ubeti wa kwanza: wajibu wanyama wetu tuwalinde. Basi huo ndio mwanzo. Ubeti wa pili mwanzo ni tuwatengee ardhi ya kutosha. Ubeti wa tatu mwanzo ni na kwa upande wa pili tuwakinge. Kwa hivyo mwanzo ni mshororo wa kwanza katika ubeti. Mloto tumesema ni mshororo wa pili katika ubeti. Nisomee mloto katika ubeti wa tatu. Naam, mifugo huwa dhalili na tujenge. Mloto ubeti wa pili: kamwe tusiwabugudhi kuwatisha. Na ubeti wa kwanza mloto ni katupa muumba wetu tuwapende. Mleo tumesema ni mshororo wa tatu katika ubeti. Mleo katika ubeti wa pili itakuwa ni naam, tusifanye faradhi kuwafisha. Mleo ubeti wa tatu: majosho pia vivuli na sengenge. Na mleo ubeti wa kwanza ikawa ni maji, mbuga na misitu tuilinde. Istilahi za mwisho ambazo tutaangalia katika kipindi cha leo ni ukwapi, utao, mwandamizi na ukingo. Kwa nini nikataja istilahi hizo zote nne pamoja? Kwa sababu zinahusiana. Ukwapi, utao, mwandamizi na ukingo zinahusiana. Kwa nini? Kwa sababu istilahi hizi zote nne zinarejelea vipande katika mshororo wa shairi. Kumbuka tulisema vipande ni visehemu katika mshororo vilivyogawanywa kwa kituo. Basi kipande cha kwanza, mahali kipande cha kwanza kimeishia ukapata kituo, hicho kipande kinaitwa ukwapi. Kipande cha pili kinaitwa utao, kipande cha tatu kinaitwa mwandamizi na kipande cha nne kinaitwa ukingo. Mfano, tutatumia hili shairi Tazama Mbele kuweza kuchambua hizo istilahi. Twende katika ubeti wa pili. Ubeti wa pili: nipe ukwapi katika mshororo wa kwanza. Ukwapi itakuwa ni tazama yaliyo mbele. Kumbuka tumesema ukwapi ni kipande cha kwanza katika mshororo. Kipande cha kwanza ndiyo hicho, tazama yaliyo mbele. Ukwapi mshororo wa pili: achana na zile ole. Ukwapi mshororo wa tatu: majuto yanaumiza. Kipande cha kwanza kinaitwa ukwapi. Utao ni kipande cha pili. Nipe utao katika mshororo wa pili, ubeti wa pili. Naam, majuto yanaumiza. Huu ndio utao. Majuto yanaumiza, kipande cha pili katika mshororo. Nipe utao, ubeti wa tatu, mshororo wa tatu. Naam, tazama yaliyo mbele. Utao ni kipande cha pili. Kwa hivyo unaenda katika huo mshororo wa tatu. Kipande cha kwanza ndicho hiki, kipande cha pili ambacho tumesema kinaitwa utao ndicho hiki. Tazama yaliyo mbele. Twende ubeti wa nne wa shairi hili, shairi Tazama Mbele. Ubeti wa nne ndo huu: nipe ukwapi katika mshororo wa pili. Ikatae mikatale. Ukwapi ni ikatae mikatale. Nipe mwandamizi mshororo wa pili.
Hakuna mwandamizi. Naam, hakuna mwandamizi kwa sababu mwandamizi ni kipande cha tatu katika mshororo. Hili shairi halina mwandamizi, lina tu ukwapi na utao, halina kipande cha tatu, lina vipande viwili. Hivyo basi halina mwandamizi na halina ukingo. Nina shairi lingine hapa ambalo haliko katika diwani yetu ya Hodi Hodi Mashairi, liko katika kitabu kingine ama diwani ya Tunu ya Ushairi. Shairi kichwa chake ni nilikupa ukatupa. Nilikupa ukatupa. Ubeti wa kwanza. Sasa hili shairi lina vipande vitatu. Lina ukwapi, lina utao, lina mwandamizi. Mshororo wa 4. Ukwapi, nilikupa. Utao, siri yangu. Mwandamizi, ukatupa. Ikiwa hili shairi lingekuwa na vipande 4, basi kipande cha 4 kingeitwa ukingo, ama kipande cha 4 katika mshororo wa shairi huitwa ukingo. Cha kwanza ukwapi, cha pili utao, cha tatu mwandamizi, cha 4 ukingo. Tumefika mwisho wa makala yetu ya leo. Natumai umejifunza na umeelewa. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Tuonane tena katika kipindi kingine, tuendelee kujifunza ushairi. Nimekuwa mwalimu wako, mwalimu B. Kamau Millicent, na mpaka tutakapoonana tena, kwa heri.